Hotuba yake Askofu Gwajima, kwa kuwa anatambua ya kwamba yeye ni mbunge na ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM ya taifa, nafasi hizi mbili zina miiko yake. Yeyote mwenye hizi nafasi anapaswa kutambua miiko inayoambatana na hizo nafasi. Hakuna nafasi katika umma ambayo mtu anapewa haina miiko. Hakuna nafasi ambayo mtu anapewa katika chama haina miiko. Na unapokuwa na nafasi kama alizonazo Askofu Gwajima, maana yake wewe una nafasi kubwa ya kutoa maoni, mtazamo wako na taarifa ulizonazo kwa serikali kupitia bunge au kwa serikali kupitia vikao vya halmashauri kuu. Maana ndani ya halmashauri kuu wanaingia viongozi wakuu wote wa serikali. Rais anaingia kama mwenyekiti wa kikao hicho, wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa Zanzibar anaingia, waziri mkuu anaingia, naibu waziri mkuu anaingia, spika wa bunge anaingia. Viongozi wakubwa wote wa taifa hili la Tanzania ni wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM ya taifa. Na Askofu Gwajima kama mjumbe, maana yake ana hiyo platform, ana hiyo fursa ya kuelezea kwa nia njema yale alionayo na taarifa alizonazo. Ndugu zangu, kwa sababu Askofu Gwajima anatambua miiko hiyo na anatambua nafasi alizonazo, ndio maana katika hotuba yake akajitetea na kujaribu kujenga hoja ya kwamba maoni aliyokuwa akiyatoa au yale aliyokuwa akiongea alikuwa hayaongei kama mbunge, alikuwa hayaongei kama mjumbe wa NEC, lakini alikuwa anayatoa kama Mtanzania wa kawaida. Swali mimi nikajiuliza, kwa nini anatumia muda mwingi kuweka hiyo disclaimer, kuweka hiyo kinga? Majibu ni kwamba anaelewa kwamba alichokuwa anakifanya ni makosa na ni kinyume na kanuni, sheria, taratibu na maadili ya nafasi alizonazo. Na ndio maana akawa anaweka hiyo kinga. Lakini kwa watu wanaoelewa na mtu ambaye akili yake imetulia, ufahamu wake uko sawa sawa, hana ugonjwa wa akili, lazima shtushwe na hizo kinga au maneno ambayo yamesemwa na Askofu Gwajima. Mtu yote ambaye hana ugonjwa wa akili, maana yake akili yake iko sawa sawa, lazima shangazwe na kushtushwa na hotuba aliyoitoa Askofu Gwajima. Mtu ambaye ana ugonjwa wa akili na ana matatizo ya ugonjwa wa akili lazima ashangilie na kuunga mkono hotuba aliyoitoa Askofu Gwajima. Na ni kwa nini aliamua kuonyesha kwamba ili au haya maoni anayatoa tu kama Mtanzania wa kawaida? Ni kwa sababu anajua alichokuwa anakifanya ni kinyume cha taratibu, ni kinyume cha sheria, ni kinyume cha kanuni za maadili ya Chama cha Mapinduzi, lakini hata kanuni za bunge. Unapokuwa mjumbe wa NEC, unapokuwa mbunge, maoni yako, mitazamo yako, taarifa zako zina namna ya kuziwasilisha katika vikao vinavyohusika. Bungeni, kwenye vikao vya party caucus. Gwajima ni mbunge anayetoka na Chama cha Mapinduzi, maana yake ni mjumbe wa party caucus ya wabunge wa Chama cha Mapinduzi ambaye mwenyekiti wao ni waziri mkuu. Kwa hiyo kama ana jambo lolote, ana platform kubwa zote ambazo anakutana na viongozi wote wa nchi. Kwa hiyo kama ni mtu ambaye alikuwa na dhamira njema na nia njema na taifa letu la Tanzania, alikuwa na fursa ya kuwasilisha hizo taarifa alizonazo na hayo majina yote aliyokuwa ameorodhesha, angeyawasilisha kwenye mamlaka zinazohusika. Lakini anasema ya kwamba anatoa maoni yake kama raia wa Tanzania. Hakuna kitu kama hicho. Unapokuwa mbunge, wewe ni mbunge. Haujivui ubunge wako kwa sababu umefika hatua ya kuongea na vyombo vya habari yetu unatoa maoni yako, unauvua ubunge wako. Ukishakuwa mbunge, ubunge wako, na tunakutambua wewe ni mbunge na tunakutaka ubehave kama mbunge kwa kipindi chote cha ubunge wako, mpaka pale utakapojiudhuru au utakapoondolewa na kufukuzwa ubunge wako kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi. Ukiwa mbunge, you are always a member of parliament. You are a parliamentarian. Hakuna namna utafika hatua kwamba hapa mimi ni mbunge, hapa mimi si mbunge. Ukishakuwa mbunge ujiuvuru ubunge wewe. Kwa hiyo huwezi kusema kwa sababu leo ninaongea na media basi mimi sio mbunge, ni raia wa kawaida. Unapokuwa mjumbe wa NEC, wewe ni mjumbe wa NEC mpaka pale utakapojiuzuru au utakapoondolewa au muda wako utakapokwisha. Hakuna nyakati tunasema leo mimi ni mjumbe wa NEC,
kesho mimi si mjumbe wa NEC, au leo ninaongea na vyombo vya habari naongea kama mjumbe wa NEC, kesho naongea na vyombo vya habari siongei kama mjumbe wa NEC. Ni tatizo la ugonjwa wa akili. Yaani kisheria hakuna kitu kama hicho. Wewe ni mjumbe wa NEC, utaendelea kuwa mjumbe wa NEC na lazima ubehave kama mjumbe wa NEC. Na ndio maana tunawaambia viongozi wetu kuna miiko ya uongozi. Mimi ni diwani, kuna miiko ya udiwani. Nitaendelea kuwa diwani mpaka pale nitakapojiuzuru udiwani wangu, au mpaka pale miaka yangu 5 itakapoisha. Kwa hiyo namna ninavyoishi, namna ninavyoongea, namna ninavyotoa maoni yangu lazima yaendane na miiko kama diwani. Hakuna namna nitasema mimi leo ni diwani, kwa hiyo ninaongea hivi, wakati huo bado uko kwenye kiti cha udiwani, baadaye unajivua mwenyewe. Kwa hiyo nilishangazwa sana na kauli ya Askofu Gwajima ya kutaka kutuadaa ya kwamba maoni yale aliyatoa akiwa nje ya zile kofia mbili alizonazo. Sasa swali unajiuliza, ni nani aliyemvua hizo kofia? Lini alijiuzuru ubunge wake? Lini alijiuzuru kuwa mjumbe wa kamati ya halmashauri kuu ya taifa? Ni lini alijiuzuru kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM ya taifa? Kwa hiyo unaelewa ya kwamba ni uelewa mdogo, na ni kwa sababu anajua alichokuwa anakifanya. Raia mwingine wa Tanzania wa kawaida, kwa sababu hana hizo platform alizonazo mbunge, alizonazo mjumbe wa NEC, kutoa maoni yake ni sawa sawa. Kutoa maoni yake ni sawa sawa, lakini pia maoni ambayo hayavunji sheria za nchi. Uhuru wa maoni una mipaka yake. Hakuna uhuru wa maoni ambao una mipaka. Na hakuna mtu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaruhusiwa kuongea lolote au chochote bila kuzingatia sheria za nchi. Kwa hiyo huyu ndugu yangu alielewa fika kwamba anachokifanya ni kuvunja katiba ya nchi, ni kuvunja kanuni za maadili, ni kuvunja taratibu.